Walawi 17:11 inasemaje? Kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa kuwa uhai wa mnyama upo katika damu, nami nimewapa hiyo damu katika madhabahu ili kufanya upatanisho. Unajua ndio Biblia inasema hivi, kila atakayekula asife, aishi milele. Kwamba hata kama kuna kitu kimetokea katikati ya maisha ya mtu cha kuweza kumtenga na ule uwezo wa Mungu wa kumlinda, damu ya Yesu inakuja kufanya upatanisho kati yake na Mungu, kwa nafsi ya Mungu. Biblia inasema hivi, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, nasi ametupa huduma ya upatanisho. Kwa unapokunywa damu ya Yesu Kristo, inafanya upatanisho kati yako na Mungu kwenye maeneo fulani fulani ambayo Mungu haujapatana naye. Inapofanya upatanisho, inafunga mlango wa uwezo wa adui kupita na kuleta uharibifu kwenye maisha ya kwako, sababu adui hawezi kuja kuharibu kama hajapata mlango. Lakini Biblia inasema ni hiyo damu ifanyayo upatanisho. Na damu ya Yesu haipo kiholela. Damu ya Yesu iko kwenye madhabahu ya mbinguni. Alipofufuka alipaa mbinguni kwanza kabla ya kuwatokea wanafunzi wake. Ndio maana unajua alipofufuka kutoka kuzimu, wakina Mariamu walienda wakataka kumgusa, akawaambia msiniguse, kwa kuwa sijaenda kwa baba yangu aliye baba yenu, sijaenda kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu. Halafu alivyowatokea kwenye nyumba walipokuwa wamejifungia ndani, akawaambia Petro, sababu Petro alisema sitaamini mpaka nimeona nimegusa. Akasema Petro, njoo niguse mikono yangu, gusa ili uone. Sio kwamba Mungu alikuwa anachukia wanawake, anapendea wanaume. Wakati anatokea kina Mariamu, Yesu alikuwa kwenye safari ya kikuhani, amefufuka, anapeleka kwanza damu yake kwenye madhabahu ya mbinguni kuikabidhi. Kwenye safari ya kikuhani anapeleka damu yake kwenye madhabahu ya mbinguni, kwamba kazi aliyoifanya ameimaliza, kila kitu kimekamilika. Alikuwa anapeleka damu yake kwanza, then akarudi akawatokea mitume. Ndio maana hakuna kuhani ambaye alikuwa anaingia patakatifu bila damu, lazima aingie patakatifu kwa damu. Na Yesu mwenyewe ni lazima arudi patakatifu mbinguni kwa damu. Kwa ndio maana anasema sijaenda kwa baba yangu aliye baba yenu, sijaenda kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu. Alipopeleka damu yake, then akarudi akatokea mitume. Kwa hiyo ile damu ipo kwa ajili ya kufanya upatanisho kati yetu, lakini pia anatoa damu yake kwa ajili ya nini? Ili ishughulike na chochote kinachokuja kuiba uhai ndani yetu, sababu uhai wa mnyama upo katika damu, kwa uhai wa Yesu upo katika damu ya Yesu. Sasa angalia, tunajua kwa jinsi ya mwili chembe hai nyeupe, white blood cells, ndizo zinazopambana na magonjwa. Na unapoongelea seli hizo, chembe hai nyeupe zipo katika damu, hazipo kwenye, zipo kwenye damu. Kwa chembe hai nyeupe, white blood cell, ndio walinzi wa mwili wa mtu. Maana yake Yesu mwenyewe damu yake ni nyeupe kwa sababu ni takatifu, haina doa, haina alama yoyote ile, ni pure blood ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo inaingia ndani ya mwili wa mtu ili kupambana na magonjwa, kupambana na chochote kile ambacho ndani ya mwili wako sio cha Bwana. Ndio maana unapokula mwili wa Kristo unaishi kwa yeye. Kwa hiyo chochote ambacho hakiwezi kupita kwenye damu ya Yesu kinakuwa hakiwezi kupita pia kwenye damu yako. Chochote ambacho hakiwezi kuishi kwenye damu ya Yesu kinakuwa pia hakiwezi kuishi kwenye damu yako pia. Luka 22:19 nasemaje? Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Lakini tazama, mkono wake yeye aliyenisaliti upo hapa. Kikombe nacho vivyo hivyo. Anasema kikombe hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Wakorintho wa kwanza 11:25 nasemaje? Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kufanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Ukumbusho gani? Tunakunywaje ili ifanyike kwa ukumbusho? Kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Mambo gani tunakumbusha? Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho, kwamba tunapokunywa ule unywaji wetu uwe unakumbusha. Unajua kuna mambo ukiona duniani unakumbuka kwamba shetani yupo. Kuna mtu ukikutana naye tu hivi unasema huyu ni shetani kabisa kwa jinsi ya mwili. Make nini? Amekukumbusha kwamba shetani yupo. Kwa hiyo anaposema nyweni kwa ukumbusho wangu, make tukinywa kuna mambo ambayo iaachilie ndani yetu
yatakokuwa yanakumbusha kwamba kuna Mungu yupo duniani, kuna Yesu aliishi, kuna Mungu alikufa msalabani. Watu wakituona wajua kwamba kuna Mungu yupo, Yesu Kristo anaishi. Kuna mazingira tutapita, wanashangaa tumepitaje, kwa sababu Mungu yupo. Korona ikija ikaua watu wote, sisi tupo tunatembea, wanajua Mungu yupo, kwa sababu amesemaje? Amesema kwamba 1000 watanguka mkono wako wa kushoto, 10,000 mkono wako wa kuume, lakini wewe hata kukaribia. Sema utayaona kwa macho yako ili hata kukaribia wewe. Kwani kwa sababu unapokula mwili wake na kunywa damu, sema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, ili wakumbuke kwamba kuna Mungu anaishi, ili wakumbuke kwamba Yesu alikufa msalabani, ili wakumbuke kwamba nilitoa uhai wangu kwa ajili yao, ili wakumbuke kwamba mimi nipo niwaponyaye. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ukumbusho upi? Wa kazi yake pale msalabani. Kazi ipi? Alichubuliwa kwa makosa yetu, akasulubiwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Isaya 53 mstari wa 5. Alichubuliwa kwa makosa yetu, akasulubiwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Inapoonekana kwamba kuna mambo hospitalini yameshindikana, ukinywa mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, unafanya ukumbusho. Nilikuja, Roho Bwana alikuja kwamba Roho Bwana yuko juu na ampaka mafuta, ili kuwatangazia mateka uhuru wao, waliofungwa mbele kufunguliwa kwao, wagonjwa wapate kupona. Yale yote ambayo anayataja ili tufanye ukumbusho, yawe ni halisi kwenye maisha yetu. Maana tunapokunywa damu yake inaenda kushughulika na kila kitu kwenye maeneo mbalimbali maisha yetu, kuondoa chochote ambacho hakitupi ukumbusho wa Kristo msalabani.